Somo katika Injili ilivyoandikwa na Yohane. Siku ile Yesu aliwaambia wanafunzi wake, bado kitambo kidogo nanyi hamnioni, na tena bado kitambo kidogo nanyi mtaniona. Baadhi ya wanafunzi wake wakasemezana, neno gani hilo asemalo, bado kitambo kidogo nanyi hamnioni, na tena bado kitambo kidogo nanyi mtaniona? Na hilo kwa sababu naenda zangu kwa Baba. Basi walisema, neno gani hilo asemalo, hilo bado kitambo kidogo? Hatujui asemalo. Yesu alifahamu ya kwamba wanataka kumuuliza, akawaambia, ndilo hilo mnaloulizana, ya kuwa nalisema bado kitambo kidogo nanyi hamnioni, na tena bado kitambo kidogo nanyi mtaniona? Amini amini nawaambieni, ninyi mtalia na kuomboleza, bali ulimwengu utafurahi. Ninyi mtahuzunishwa, lakini huzuni yenu itageuka kuwa furaha. Neno la Bwana. Wapendwa watazamaji wa Njombe Online TV, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu leo Alhamis katika juma la 6 la Pasaka. Wapendwa watazamaji, leo mama kanisa anafanya kumbukumbu ya mtume Matia. Matia ni mfuasi wa Yesu aliyechaguliwa kuchukua nafasi ya Yuda Iskarioti baada ya usaliti na kifo. Akawa mmoja wa mitume 12. Jina Matia linatoka katika lugha ya Kiebrania likimaanisha zawadi ya Mungu, na inasemekana alikuwa mmoja wa wafuasi 72 waliotumwa na Yesu Kristo. Uteuzi wa Matia kwa mujibu wa kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 aya ya 21 hadi aya ya 22 ulifanyika uteuzi wa majina mawili. Jina la kwanza Yosef Barsaba na jina la pili likawa Matia. Mitume walisali ili Mungu awaonyeshe ni yupi kati ya watu hao wawili amemchagua kuwa mtume. Walipiga kula, nayo kula ikamwangukia Matia. Baada ya kushukiwa na Roho Mtakatifu ile siku ya Pentekoste, Matia alipata sehemu yake ya kazi huko Uyahudi. Matia alitenda kazi kwa moyo wa majitoleo. Alihubiri miji mingi kwa miaka mingi, akawabatiza watu wengi, wakaongoka na kumrudia Mungu. Wayahudi walimwonea wivu kwa uhodari wake wa kuhubiri Injili, akiwaonyesha na kuwathibitishia kwamba Yesu Kristo ndiye Masia aliyeaguliwa na manabii. Hivyo walimchukia, wakampiga kwa mawe na kukata kichwa kwa shoka. Katika Injili Yesu anatufundisha kuwa amri kuu ni upendo. Upendo wake kwetu ndio uliomfanya kuacha utukufu wa mbinguni na kuja kutukomboa kwa sadaka ya kifo chake msalabani. Mitume pia waliishi amri kuu ya mapendo kwa majitoleo yao na hata kutoa uhai wao kwa ajili ya kutetea Injili, kwa ajili ya Kristo. Tunapopenda kwa uhuru kamili, inatakiwa tuone kwamba damu inapozunguka katika mfumo wa mwili wa mwanadamu inafanana na upendo mkuu. Hivyo tuendeleze utamaduni wa upendo, tukiwahudumia kwa moyo ndugu zetu wahitaji, wagonjwa, wazee
wafungwa, wajane, yatima na wote wenye mahitaji maalum, kwani kwa imani yetu Mungu anajidhihirisha kwa hao. Tumsifu Yesu Kristo.